Ah, unajua nini? Pole sana, mimi na imani kwamba upo mpweke sana. Nashukuru. Kwa usijali. Unajua nini Vidashi? Mimi kuna sehemu naenda. Baadaye nitapitia. Kwa usiwaze, wewe kaa tu tulia. Mimi nitakuja, naweza nikachukua vitu viwili vitatu miogo nikakuletea. Sawa. Sawa. Amo. Vidashi. Kwa nini? Kwani unawahi wapi? Nawahi huko sehemu zangu nataka kwenda. Alafu baadaye nitapitia hapa. Unajua ni mwanamke mzuri ambaye kila mwanaume akikuona anakuona kama mbalamwezi inayong'aa katika usiku wa manane. Kwa mimi mwanaume mwenye ulijali siwezi kukubali nikaficha hisia zangu kwako. Nakupenda. Naomba ufungue moyo wako na unipokee niwe mume wako. Lakini kweli mnajua wanaume mnakuwaga waongo. Kweli Amo. Naongea kutoka uvunguni mwa moyo wangu. Sawa, usijali. Acha mimi niende. Halafu baadaye nitarudi tuongee vizuri. Amo. Basi usichelewe. Sawa. Sawa. Aya, sawa. Kila nilipojaribu kumwelezea mume wangu kwamba hakuna ukweli wowote juu ya alivyovisikia, lakini hakutaka kunisikiliza kabisa. Lakini nahisi kosa langu kubwa ni pale nilipomuuliza kuwa mama yake ni mchawi. Sikuwa na uhakika wowote juu ya hilo, ila nilimuuliza kwa upendo tu. Pole. Pole sana. Pole. Yanti, hebu niletee begi. Wewe Hanji Shabalo, siwezi kuishi na Vidashi ikiwa wewe uko hai. Hivyo basi inabidi wewe ufe.
Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, nakemea kila roho ya uvamizi iliyokuvamia kuanzia sasa, kuanzia sasa. Navunja hizo roho, navunja hizo roho. Roho ya mauti iliyokuvamia kuanzia sasa, toka kwa jina la Yesu. Chomoka kwa jina la Yesu. Chomoka kwa Yesu. Mwachie, mwachie. Hauna mamlaka, hauna mamlaka. Toka kwa jina la Yesu. Funguka na uwe huru katika jina la Yesu Kristo. Imekuwa ni vyema sana ndugu yangu kufuta njiani. Vipi? Safi tu. Kwema? Kwema. Ni vyema kwamba nimekutana na wewe. Naona safari yangu ilikuwa nataka kusafiri bila kuweza kuacha ujumbe wangu kwako. Usiniambie unatukimbia. Hapana, siwakimbii, ila nitarejea kwa awamu nyingine. Lau kama ningekuwa kuwakimbia nisingerudi. Sawa, karibu, si tupo bwana. Eti. Lakini nina ujumbe wako ambao unataka nikupe Vidashi. Ujumbe gani huu? Vidashi, hii dunia ni mbaya. Hii dunia ina vingi vibaya ndani yake. Hii dunia imegawanyika pande mbili. Kuna dunia na gunia. Sasa naona ndugu yangu, wewe umeingizwa kwenye gunia sasa hivi. Sijakuelewa. Ni kweli, na nipo hapa kwa ajili ya kukuelewesha. Vidashi, mpaka sasa hivi mkeo hana hatia. Mkeo hana lolote baya lile ambalo lipo kichwani mwako ambalo unaweza kumfikiria kwamba ana ubaya ndani yake. Mkeo ni mtu safi. Mkeo ana upendo wa dhati kabisa na wewe. Nadhani unaijua familia ya mamamu. Naijua vizuri. Na unamjua kwamba mamamu ni mchawi. Najua. Ila mamamu ni mtoto tu pale. Amo ni mchawi zaidi ya mama yake. Yaani ni mchawi ambaye, yaani sijui ni kuzungumzie vipi. Kuna siku nilishawahi kuisikia kauli kutoka kwa Amo akiwa anaongea na mama yake. Usema kwamba ndoa yako ataivunja. Yaani atahakikisha kabisa anaisambaratisha ndoa yako. Kweli kamefanikiwa. Vidashi, mimi najua wewe unampenda mke wako sana tu. Kweli? Na ungekuwa ni akili yako, usingeweza kumwacha mke wako. Usingediriki kuweza kuachana na mke wako. Hebu jifikirie. Wewe, kweli ulikuwa na wazo la kumwacha mke wako kabla? Yule aliyomtongoza jana, uliyemwagia mistari jana, ndiyo mbinu zake hizo. Ai bwana, unamwaga mistari? Jana ulitongoza mwanangu. Mtoto kaingia ndani ya 18. Sawa. Maneno yangu haya yalikuwa nataka kumwambia Anji mapema sana. Lakini sikutaka kumwambia kwa sababu kinywa changu kiliweza kuziwiliwa. Lakini leo nimejivua gamba. Nimeamua niweze kumwaga maji. Sasa basi rafiki yangu, akili kumkichwa. Maneno nayoongea mimi, hebu changanya na akili yako, afu toa jibu sahihi. Mimi nakutakia kila laheri ndugu yangu.
Vidash! We! Nyamaza. Amo. Nimeukosea nini mimi? Mke wangu kakukosea nini? Amo. Yote yanayofanyika kumbe wewe ndio ulikuwa unayatengeneza. Ningelijua Amo, nisingekubali kufanya chochote ambacho nilichokifanya kwako. Nisingekubali kufanya. Amo, kumbe wewe ni mchawi. Nilijua mamako ndio mchawi peke yake. Kumbe na wewe ni mchawi mkubwa. Naomba ukae mbali na maisha yangu. Naomba ukae mbali na maisha yangu Amo. Vidash. Umejua kweli eh? Ila una bahati mbaya sana. Amo kama Hamo hajawahi ukweli wake ukajulikana, alafu akamwacha huyo mtu akaishi. Oh. Tamwe, unajisikiaje? Mimi ndo Amo. Sijawagi kumwacha mtu alojua ukweli akaishi. Sasa basi, nataka nikupeleke dunia alokuwepo mama yako. Mfalme wa amani, Mungu mwema, Mungu unaishi, unatawala na kumiliki. Hata sasa naenda kuvunja hata vile vifungo vilivyomshikilia Mwasa huko aliko, yale mageti yaliyofunga, yale makomeo yaliyofunga, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu Kristo, achia kwa jina la Yesu, vunjika kwa jina la Yesu. Na kuita Mwasa mara 3, na kuita Mwasa mara 3. Mara ya kwanza, Mwasa njoo kwa jina la Yesu. Mara ya pili, Mwasa njoo kwa jina la Yesu. Mara ya 3, Mwasa njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu, njoo kwa jina la Yesu. Asante Mungu, ninakufungua, ninakuweka huru kuanzia sasa. Zile roho zilizokufunga zikakuachie, kuwa huru kwa jina la Yesu. Naweka ulinzi wa damu ya Yesu Kristo kakuzunguke na kukufunika na kukuficha kwake kwenye nguvu, wasikuone tena, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe naona unanichokonoa sana. Hivi wewe unajikuta ni nani eh? Kwa nini unapenda kuingilia mambo yangu? Kwa nini unaendelea kusaidia watu? Umetumwa? Wamekwambia unataka msaada au kielele chako? Sasa hicho kielele chako leo kitakuwa mwisho. Amo, zile zama za uchawi, nguvu za giza na kutesa watu katika kijiji hiki zimefika mwisho. Sio kwako wewe wala mama yako. Kama mlinyanyasa na kutesa watu, basi mwacheni Mungu aonekane juu ya watu wao. Hamuwezi tena kunyanyasa watu katika kijiji hiki kwa sababu ya uchawi. Pole tena, nakupa pole kubwa sana. Kwa Yesu, naomba ulinzi wako kanilinde mimi na hawa watu kwa ajili ya utukufu wako, kwa jina la Yesu Kristo. Naweka ulinzi sasa, kwangu na familia hii, kwangu na nyumba hii. Hakuna nguvu yoyote ya giza ambayo inaweza kutugusa. Hakuna nguvu yoyote ya giza ambayo itaweza kushinda hapa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninatuma moto, ule moto ulao kwa jina la Yesu Kristo. Naamuru moto kwa jina la Yesu Kristo. Moto kwa jina la Yesu Kristo. Una nguvu za kushindana na Mungu wewe, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Ninaangamiza hizo nguvu zako za kishirikina, hizo nguvu zako za kichawi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Shindwa kwa jina la Yesu, na kupiga kwa jina la Yesu, na kuvunja kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Namshukuru Mungu kwa mambo yote haya yaliyotokea hapa nyumbani kwangu, na nakushukuru pia na wewe kwa neema hii iliyotufikia.
kwa sababu mimi na familia yangu kiukweli tumepitia matatizo makubwa sana, matatizo ambayo yalipelekea tulitengana mimi na familia yangu. Mwanangu, mume wangu, wote sikuwepo nao. Yaani kila nikifikiria ninaumia sana matatizo niliyokuwa nayapitia kule nilipokuwa. Kiukweli nakushukuru sana kwa sababu Mungu kakutuma na umekuja kutekeleza azima aliyokupa Mungu na umetukomboa kutoka kwenye kifungo tulichokuwepo. Nashukuru sana na sina mengi ya kusema, labda mume wangu cha kuongezea kidogo ni kurudi katika furaha yangu mimi na familia yangu, lakini kubwa zaidi ni kumjua Mungu vilivyo, na maana kwamba tufanyeni ibada, tumlilie sana Mungu katika sala zetu. Ndugu yangu, mimi nikutakie safari yenye mafanikio na Mungu akutangulie sana. Amina. Amina. Ndugu zangu, mimi niseme uwepo wenu katika kijiji hiki umefanyika zawadi kwangu. Makusudi ya Mungu yametimia. Nimewapenda sana. Ukarimu wenu, faraja yenu ni vitu ambavyo vimenifanya mimi nijivunie kukutana na nyinyi. Kwa Mungu awatunze sana katika hilo. Amen. Anji, shemeji yangu, unakumbuka wakati ambao nilikuuliza Mungu ni nani na ukaniambia kuwa Mungu ndiye aliyeumba ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, hata sisi. Basi kile ulichoniambia mimi nimekifanyia kazi, na maana yake muda huu ni wawe kukifanyia kazi, kwa sababu Mungu ambaye sisi ndiye baba yetu, sisi ndiye aliyetuumba, huyo Mungu hata ukiachwa na mwanadamu, hata ukitengwa na wanadamu wote ukabaki mwenyewe, basi tambua Mungu hawezi kukuacha. Mungu atakuwa na wewe muda wote. Kwa hiyo usijisikie upweke, usijione kwamba umekosa kuliko wengine wote. Hapana. Ni mapenzi ya Mungu tu yametimizwa kwa namna yake yeye. Ndugu yenu hapa, naendelea na safari yangu. Naelekea katika kijiji cha Sinziro. Huko kuna ndugu yangu ambaye na muda kidogo sijaonana naye na hali yake haiko sawa. Hivyo na lazima niende kwa ajili ya kuangalia kuna shida gani. Kwa nitawakumbuka sana, niliwapenda sana, nimewafurahia sana, lakini pia kimpendeza Mungu, manake muda wa kurudi nitapita hapa kushakuwa tena nyumbani. Karibu sana. Mbarikiwe sana, Mungu awatunze. Amen.